Mtandao wa kijamii wa TikTok sasa unaonekana unabadilisha namna Wakenya wanavyojipanga, kuanzia kuchangisha fedha hadi kuwakosoa viongozi wao serikalini. Wikendi iliyopita wana TikTok walichangisha mamilioni ya fedha ili kumsaidia kijana mmoja anayefahamika kama Kaluma Boy anayemlea babake ambaye amepooza huko Nyeri. Mtandao huu pia unaonekana ukiendesha shughuli za mwigo wa mahakama ili kutoa haki kwa wananchi wanaokandamizwa kisheria. Mwanahabari Haman Kamariki na taarifa zaidi. Huko Nyeri, mamia ya Wakenya wanaotumia mtandao wa kijamii wa TikTok walifurika katika makazi ya Kaluma Boy. Lengo lao kumsaidia kijana huyo anayemlea baba yake aliyepooza. Video zake zilizoenea mtandaoni ziligusa nyoyo za wengi kote nchini. Kufikia mwisho wa siku, zaidi ya shilingi milioni 3 zilikuwa zimekusanywa katika kile kilichoitwa Kaluma Day. Ninawashukuru nyote, watoto wote ninawashukuru. Haki Mungu awabariki. Miezi michache iliyopita, baada ya msanii Brian Chira kufariki, msanii mwenzake anayefahamika mtandaoni kama Baba Talisha aliongoza zoezi la kuchangisha pesa mtandaoni, ambapo zaidi ya shilingi milioni 8 zilitolewa na Wakenya. Na mapema mwaka huu, watumiaji wa TikTok walichangisha zaidi ya shilingi milioni 2.5 kugharamia mazishi ya mchezaji wa soka Ezekiel Otuoma. Pesa hizo zilichangwa na mashabiki, vilabu vya soka na hata wizara ya michezo. Na zaidi ya michango, TikTok imezalisha majukwaa ya kujadili masuala ya kutafuta haki, ambapo majaji na mawakili wa kujitolea husikiliza kesi za maonesho. Mwezi Machi, watumiaji wa TikTok walimkosoa Nabii Peter K, wakavamia kanisa lake na kuwasilisha malalamishi kwa polisi Nakuru. Nabii huyo alikamatwa na baadaye kushtakiwa. Mtandao huu ulihusika pakubwa katika kupanga maandamano ya Gen Z ya kupinga mswada wa fedha mwaka 2024. Wachambuzi wanasema mtandao wa TikTok umekuwa zaidi ya burudani. Kwa sasa inaunda mitazamo ya kisiasa, kuendesha wanaharakati na kuhamasisha vitendo vya pamoja. Political class wasipoadapt wataumia. But the other thing, the message ambayo hiyo video ya ama ile kampeni ya Kaluma Boy ilituonyesha ni kwamba there exists so much beyond politics. Watu wanaweza kukutana wakamobilize. Social media has a huge role to play other than that politics and all these other noises that we hear on social media. Kando na visa hivi ambavyo tumevitaja, kuna kisa kimoja pia cha Rish Kamunge ambaye aliweza kushtakiwa na kufunguliwa mashtaka katika mahakama kuu baada ya yeye kupitia katika mahakama ya TikTok, ila aliweza kuachiliwa kwa dhamana shilingi milioni 5. Hii ikiwa ni ishara kwamba mtandao huu wa TikTok huenda utabadilisha jinsi watu wanavyofanya kazi katika nchi hii. Haman Kamariki, KTT.